acha akaongee mama Sabina Jeke hapa. Aya, njoo mama Sabina Jeke uongeleshe hao kina mama. Wapi vikelekele na nduru ya mama Sabina Jeke? Haya, wamama hai. Wamama hai. Mumefurahia siku ya leo? Mumemwona profesa? Ni profesa si profesa? Yule mwingine ni nani? Ni Koti Kombo Ajielewi. Mimi kwanza ni kuwashukuru sana. Kwanza Mheshimiwa Nyubadi. Nasikia hapa mnasema ni kijana mwepesi. Ni kijana mwepesi? Ameweza hajaweza? Ameweza hajaweza? Basi tumpigie makofi Mheshimiwa wetu Bandi. Ya pili, yeye ametuleta wote wa Kenya kutoka kwa mlima, wengine wametoka Western, wengine wametoka Rift Valley, wengine wametoka Luo Nyanza, kwa sababu Kenya ni moja. Wamama, wakati nchi inabadilika na kunakuwa na machafuko, nani anaumia kama mama? Wakati watoto hawana chakula, nani analiliwa? Wakati hakuna shule, nani anaumia? Wakati hakuna dawa hospitali, nani anaumia? Na nyinyi ni waulize wa mama, inaitwa SHA. Hebu niambie wamejiandikisha kwa SHA. Ndio wale wafitina ambao wanasema SHA haifanyi kazi, inafanya kazi. Haswa kwa ile inaitwa Linda Mama. Sasa siku hizi mama, wewe ukifanya maneno na mzee, ukipata ile mimba, mtoto anakuwa yuko tayari kufika, unaenda pale kwa hospitali, ukisema umejiandikisha kwa SHA, unajifungua na unaenda nyumbani. Hiyo ni haki si haki? Na hiyo si ni mzuri jameni? Kwa hivyo naomba wale ambao hawajajiandikisha, wale walisema ati Linda Mama iko kwenye SHA, iko pale. Ya pili, mimi ningetaka kusema kama mama, tunataka amani katika nchi ya Kenya. Hapa nimewatembelea Jomvu, nimepata kuna makabila yote hapa. Kuna Wajaluo, kuna Wabaluya, kuna Wakikuyu, kuna Wapwani. Watu wote wako hapa, hata Mijikenda. Kwa hivyo sisi tunataka amani katika nchi ya Kenya. Na kama wamama tunataka kusema wale ambao wanafitini vijana wetu, wanaambia waende kule kwa streets, wanaambia waende kule wakauliwe, tuseme shetani yashi, shetani yashi. Sasa hapa nimesikia kuna soko inawakaribia wamama. Hamtakuwa mkienda kule Kongowea. William Ruto ameweza hajaweza? William Ruto amewaangalia vizuri. Nimeona barabara inajengwa. Sasa mimi nataka kuwaambia, mnataka one term ama two term? Ni two term hapa. Maneno ni two term. Na tukasema hakuna mwanaume ambaye ni mzuri zaidi. Anaenda raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Huyu wenyu Badi nasikia anaenda round 4. Ni mwanaume si mwanaume? Badi ni mwanaume si mwanaume? Anaenda round. Sasa jamani, tukuwaomba hii ya William Ruto ifike two term, raundi ya pili. Hiyo iko sawa? Basi nione two term ya William Ruto, two term. Mungu awabariki sana. Mimi pia nitaondoka, lakini nimekuja kushikilia mheshimiwa wenyu na pia mheshimiwa Zamzam, kwa sababu ni mama wa maana. Pale kwenye bunge anatupigia Kiswahili akiwatetea nyinyi. Nyinyi ndio mnamtuma kule kwenye bunge. Mama Zamzam akishika microphone pale anasema Mr. Speaker sir, maneno yake yote ni ya watu hapa Mombasa. Nyinyi ndio mnamtuma huyo mama. Mumemshikilia mama Zamzam. Ameweza hajaweza? Ataenda two term si two term? Mama Zamzam ni two term. Haya, Mungu awabariki sana. Nikiwashikilia Mheshimiwa Bandi. Kwani unataka kunipanga hapa? Oh. Sawa. Mimi nataka kuacha zawadi yangu ili shikilie mama na hata vijana wetu. Na mimi nitaacha shilingi 1,100. Asanteni sana. Huyu Sabina, huyu Mheshimiwa Sabina, wakati wa kumchagua Abdulswamad Sharif Nassir, alikamp kwa nyumba yangu pale Miritini 2 days ili kupigania gavana wetu aweze kupata. Mpigieni makofi, Sabina ni mwenzetu. Asante sana Sabina. Wewe yule hujasema anatosha ama atoshi? Sabina anatosha ama hatoshi? Na mimi ninapiga 4. Ninapiga 3. Na hivi sasa na warm up kupiga cha 4.
Nauliza, mutanipa cha 5 na cha 6? Nyonyesheni mkono kama mutanipa. Asante. Asante. Mama Zamzam, karibu uweze kutake over mamangu. Asante sana, uendelee na Faruk. Asante. Haya, mnataka kusikia sauti ya kutoka kule Western Mama mwenzenu. Mimi ningetaka muitikie, mnataka kusikia sauti ya mama ama hapana? Aongee asiongee? Mama huyu ametoka kule Busia County, anaitwa Mama Catherine Omanyo. Wapi vikelekele na dansi yake? Wapunge mkuje. Hebu simameni mcheze na Wamama simameni kidogo juu. Hamse. Hapa Jomvi nimefika, yaani nawachungulia mpaka nasema nyinyi ni wa Kenya, nyinyi si wa Kenya. Mimi ni Muluya, natoka kule Busia, Mlembe swa. Mnapendeza sana. Mnataka tuwapendezeshe zaidi? Nimeongea Kiswahili sanifu. Unajua mimi nasemengeko. Sasa nikivunja wakuchana Kiswahili yuko hapa Mama Zamzam. Akishika mic akisema Ruto tutam. Kwa Kiswahili hicho chenu. Earthquakes zinatendeka. Ai Kiswahili, wacha niongee vile najua. Nataka kuwauliza. Si nimwambia mimi ni Mluya. Kuna jina ama neno linatumika ambalo linamaanisha no, hapana. Tawe, mnalijua? Sasa hapa tumekuja kuwapiga jack, kuwa boost. Na mwingine anasema tawe, mnasemaje? Ashindwe. Barabara inajengwa, watu wanaandikisha SHA, saa zile uko broke na uko na hiyo kadi ya SHA. Inakutetea because ugonjwa hausemi ni naja. Ugonjwa unafikanga ukifika. Mwingine anasema tawe. Mimi nasema hiyo group ya tawe Wamama na vijana wote saa hii tumeangalia hivi juu kuna hope. Saa zile mama ndio umeolewa juzi. Ujue jikoni iko wapi? Ujue sitting room iko wapi? Bedroom iko wapi? Si ndio? Nimeona mumepiga kiss. Hata vijana wamepiga kiss. Saa zile ndio umeolewa juzi. Utaanza tu na kujenga. Unajenga nini? Sipaka ujue boundary ya daddy ya your husband inafika wapi. Ndio hivyo sisi tuliingia, Ruto anaangalia nianzie wapi, ni mwage wapi, lakini vikwazo ilikuwa imemzunguka. Mpaka tunashangaa ni nani anawekwa vikwazo. Tumegundua aliyekuwa anawekwa vikwazo. Ati kila saa ameweka mitego. Angeweka mitego mngeniona hapa. Mngemuona Kindiki hapa. Sasa mitego iliondelewa na baba Raila Amolo Odinga. Kushikana naye rais wetu anaitwa William. Hebu nione tutam kwanza. Mumeiva. Zamzam, asante kupika. Mheshimiwa Mbadi, asante kupika. Na mimi nataka niwajenge na 50,000. Makofi kwa huyu mama. Na apart from that, pia nitarudi upya. Nimeona watoto wazuri kule nyuma nikasema hai. Bwana asifiwe. Haya, barikiweni. Asante sana. Huyu mama anatosha atoshi? Abaki hapa kwenu? Kabisa. Wapi mkono yake apeleke kule Busiani angalie. Asante sana. Wacha tumuite kiongozi mwingine kutoka kule Migori. Nyinyi mnajua Migori mali iko? Amefika hapa, anaitwa Mark Nyamita. Wapi kelele na kuja hapa juu.
Naye Badi mwenyewe akaja hapa akasema Mama Sabina alilala kwake siku ngapi? Sasa mimi nimeshangaa sana. Ama ni mimi nilisikia vibaya? Hebu makofi ya Badi raundi ine namna hii. Hey Badi wewe. Badi wewe. Ambia Badi wewe. Badi wewe. Huyu mheshimiwa Badi ni rafiki yangu sana. Ile bunge iliyopita tulikuwa naye kamati moja, ile kamati ya budget. Na tulifanya naye kazi vizuri sana. Alikuwa na mimi nimegundua kwa nini anarudi raundi ya 3 hata anaenda ya 4. Ni kwa sababu ni mtu ya bidii sana. Akiwa kwa hakika kamati, akiwa bunge, kila mahali anafikiria mambo ya nyumbani. Si ni kweli? Na akaniambia yeye kama si wa mama wa Jomvu kumshikilia angeweza kuenda hata kuwa mjumbe. Ni ukweli? Alishikiliwa na mama. Kwanza aliniambia bibi alikuwa kutoka hapa. Si ni kweli? Ni wa hii constituency. Akamshikilia na kashikiliwa na wamama wengine. Wamama wale wameshikilia Jomvu, wameshikilia Badi. Nione namna hii. Nione namna hii. Asante sana. Wale wanijui, mimi naitwa Mheshimiwa Mark Nyamita, mjumbe kutoka Uriri kule Migori. Sisi tumekuja hapa. Sisi hata nimeona watu wangu wengine wako kule nyuma pia. Sisi tumekuja hapa kwa sababu hapa Jomvu ni Kenya. Si ni kweli? Na sisi tunaamini kuwa sehemu zote za Kenya lazima zipate maendeleo kulingana na ile ushuru ambao wanatoa. Si ni kweli? Hatutaki wale viongozi wakati wanatafuta kura, sasa utamuona kirandaranda kila mahali. Wakati amepata uongozi anasema hapana, nyinyi mkae kwanza, nyinyi hamna mlima kwenu, nyinyi hamna nini, nyinyi hamna nini. Si hao tunawaambia washindwe. Si ni kweli? Hapa Jomvu kabila zote ziko. Hapa iko Wajaluo, iko Waluya, iko Wakikuyu. Si ni kweli? Sisi tunataka kuambia mtu mmoja asije akagonganisha nchi yote. Asije akagonganisha jamii yake kwa makosa yake mtu mmoja. Ule mtu sisi tu na yeye shida alikuwa ni Rigathi Gachagua. Sisi hatuna shida na jamii ya Wakikuyu kwa sababu wako kila mahali wanafanya biashara yao. Si ni kweli? Na ni watu wa kufanya bidii. Kwa hivyo asije akagonganisha jamii yake na Wakenya wengine. Sisi tunasema huyo ndo tunataka kumtoa atoke akwende nyumbani. Wangapi wanasema akwende kabisa. Alikuja hapa akaanza kuambia ati nyinyi ni kazini yake, sijui auntie, sijui nani, lakini wakati alikuwa kwa ofisi aliwasahau nyinyi. Si ni kweli? Ni yeye aliwakaribisha kwa hii serikali ya broad based. Ni nyinyi yeye aliwakaribisha. Kama yeye hakuwakaribisha atawaambia mtoke. Wangapi wanasema tunakaa na Ruto anaenda 2 terms. Hiyo miradi ya masoko inaendelea, iendelee. Hiyo miradi ya barabara iendelee. Si namna hiyo? Kwa hivyo sisi tunataka wale viongozi ambao wanatunganisha pamoja na wanasaidia wananchi na tuende kusonga mbele. Na sisi tukija hapa sehemu ya Pwani, vile tumetembea, tulianzia kule Tana River, tumeenda Taveta, tumekuwa Kilifi, leo tuko Mombasa, kesho tuko Kwale na tutaenda mpaka huko Lamu. Mimi vile nimeona baada ya Rais Ruto kutoka, hata rais anaweza toka pande ya Pwani. Rais anaweza toka sehemu hii. Wangapi wanasema rais anaweza toka hata sehemu hii? Wangapi wako tayari? Wangapi wanasema wanamuunga Ruto ndio pia yeye baadaye wengine watu waunge rais atoke pande ya Pwani, si ndio? Salamu ni namna hii, salamu ni namna hii. Hebu nipatie mikono namna hii. Kwa hiyo sisi tuko nyuma. Kama hujachukua kipande na wewe ni kijana, usije ukapewa fitina na vijana wengine uende kuchoma mali ya watu na kuharibu barabara na kuvunja kwa police station. Wewe chukua ile vita, tunaenda kuwa naye ni kwa silaha na ni kwa ballot. Kwa hiyo mambo yote mimi nataka kumpatia huyu mheshimiwa Badi Twalib, hata mimi nitamzindikisha na shilingi 50,000. Haya, tumpigie makofi sana. Namwambia vile amesema juu ya Gachagua atoka kule Madhira, lakini tunamwambia watu wa Jomvu vile afyatuka tutamtoa Madhira tumpeleke Mathare. Nipigieni makofi kwa kufyatuka kwake. Kwa hivyo hivi sasa namwita
ndugu yangu Viva Machele, na juzi antoka namba 3 na mpika biriani nyingi na ngoma. Karibu Machele.